Hello ladies and gentlemen, mabibi na mabwana. Ni kwa mara nyingine tena tunakutana kwenye kipindi chetu kifupi cha mahusiano na maisha ya ndoa. Hii ni KQ Relationship na mimi mtangazaji wako kwa majina naitwa King Hippopotamus TZ. Nipende kukukaribisha kwenye kipindi, ujifunze, uburudike, ufurahie na pia uondoke na chochote kitu kinachohusiana na mahusiano na maisha ya ndoa. Kwanza kabla ya yote niwapongeze sana mnaotumia simu ya mkopo, kwani msingekopa msingekuwa mnanitazama mpaka muda huu. Kwa hiyo niwapongeze sana na mjitahidi kulipa kwa wakati, kwani kesho msipolipa hamtoniona tena. Sasa nyie mlionunua simu keshi, mlikuwa mnajifanya mna hela, kumbe mnakuja kutuomba vocha. Na sasa hivi hatuwatumii. Simu zetu zitakaa hazina bando. Habari ndio hiyo. Tuachane na habari za simu ya mkopo, tuendelee na kipindi chetu kifupi cha mahusiano na maisha ya ndoa. Na hii ni KQ Relationship. Karibu sana ujifunze. Na leo ningeomba kama upo kwenye mahusiano na kuomba ukae siti ya mbele, tena karibu na ubao ili unisikilize nitakacho kuambia. Kwani leo nina jambo zuri la kuwaelimisha nyinyi ambao mpo kwenye mahusiano na mna tabia za kukamia. Utafikiri mnataka kuua mwizi. Sasa ipo hivi, leo tutazungumzia kuhusu ushiriki wa tendo la ndoa. Katika ushiriki wa tendo la ndoa, kuna muda hujitokeza washiriki hao wa tendo la ndoa kupata maumivu sehemu za siri kipindi ambapo wanakuwa wanashiriki tendo la ndoa. Sasa mimi mtangazaji wenu, kwanza kabisa ningeomba kuwashauri nyinyi ambao mnakuwa mnashiriki tendo la ndoa na mnakuwa mnapata maumivu. Muwe mnapeana taarifa kwa kumwambia mwenzi wako kuwa unajisikia maumivu makali wakati wa ushiriki huo wa tendo la ndoa. Na si kuvumilia maumivu, kwani ni hatari kwa afya yako. Na ujue kabisa hicho kitendo unachokifanya haumridhishi mwenzi wako na bali unajitesa wewe mwenyewe. Kwani mna uwezo wa kusitisha tendo hilo na kufanya siku nyingine. Siku nyingine nayo ni siku. Pia ningeomba nisisitize sana. Kipindi mnashiriki tendo la ndoa, ningependa nyinyi ambao mnashiriki muwe na mawasiliano mazuri ya kujenga ili mpate msisimko mzuri na si maumivu kwenye tendo la ndoa. Mfano, utakuta mwenzio kuna sehemu akakushika, ukahisi msisimko, ukawa unajisikia raha. Unatakiwa umwambie baby, shika hapo uliposhika, kwani mwenzio huku najisikia raha. Na sio mwenzio anabadilisha staili, unaanza kujinung'unisha kimoyomoyo. Kwa nini katoka pale kwenye kile kipengele cha kunikuna vizuri? Kwa nini asingebaki pale? Wewe umekaa kimya na macho yako hayo kama ndula. Unaacha kumwambia mwenzio shika pale uliposhika mwanzo. Wewe unakaa tu, hutaki kujishughulisha. Mawasiliano ni muhimu kipindi mnashiriki tendo la ndoa. Naomba tu niwashauri, hakuna tendo tamu kama lile ambao mnakuwa mnaonyesha ushirikiano wa mawasiliano. Mfano, utakuta mwanamke wakati mnashiriki tendo la ndoa
Huenda wakati mnafanya tendo la ndoa, ukimshika kwenye eneo labda la sikio, anakuwa anajisikia raha. Kwa maana hiyo sasa, inatakiwa mwanamke huyo akwambie, mpenzi wangu, ukiwa una sex, unatakiwa uniguse kwenye sikio au unilambe-lambe, uninyonye-nyonye kwenye sikio, mwenzio huwa najisikia raha. Sasa wewe umekaa hutaki kumwambia mwenzio, unakosa raha za bure kwa ujinga wako. Na pia baadhi ya wanaume, kuna sehemu akishikwa ujue wameshikwa abaya. Utakuta mwanaume anakaa sehemu kake akiwa anafanya tendo la ndoa, mwanamke akimshika huwa anajisikia raha, lakini yeye na ujinga wake hataki kumwambia mwenzi wake. Hivyo ningependa kuwashauri muwe mna mawasiliano mazuri jamani. Hakuna kitu kizuri kama kuenjoy kwenye tendo la ndoa. Mfano mimi mtangazaji wenu, kuna kasehemu hako nikishikwa, nimeshikwa baya. Au niwaambie sehemu gani? Acheni umbea, mtauponza. Kama nadhani mnanijua, mtangazaji wenu napenda masiara na utani. Kipindi chetu kinatakiwa kiongozwe na masiara na utani, ili tuende sambamba, ili mpate kunielewa na muenjoy na mfurahie kipindi chetu kizuri cha mahusiano. Pia kwenye issue hiyo hiyo ya ushiriki wa tendo la ndoa, nilikuwa na ushauri mzuri kwa ajili yako, wewe na mwenzi wako. Mkiwa mnashiriki tendo la ndoa, mjitahidi kushiriki kwa mara kadhaa, yani namaanisha mara chache. Na sio kushiriki tendo la ndoa asubuhi, mchana, usiku. Kesho tena asubuhi, mchana, usiku. Kesho kutwa tena asubuhi, mchana, usiku. Kuna madhara yake ya kushiriki tendo la ndoa mara kwa mara. Madhara yake ni haya hapa. Kipindi mnakuwa mnashiriki tendo la ndoa mara kwa mara, mnakuwa mnakosa hamu. Yaani unakuwa unapunguza hamu ya kushiriki na mwenzio tendo la ndoa. Ndio mnakuta ile hali ya watu mnakuwa mnachokana. Yaani unakuta mpenzi wako umemchoka. Na vitendo hivyo hupelekea kusalitiana, kwa sababu unakuwa unamuona mpenzi wako ni kama amepoteza mvuto na ladha kutokana na ushiriki wa tendo la ndoa wa mara kwa mara. Hivyo ningependa kuwashauri, kipindi mnakuwa mnashiriki tendo la ndoa, muwe mnashiriki kwa awamu. Mfano labda Jumatatu mmeshiriki asubuhi na usiku, Jumanne asubuhi na usiku, Jumatano hamkushiriki kabisa, Alhamisi hamkushiriki kabisa, Ijumaa mmeshiriki mara moja, Jumamosi mmeshiriki mara moja, Jumapili mmeshiriki mara 3. Labda niwaambie kitu ambacho hamkijui. Umeshawahi kuachana na mpenzi wako, halafu ulikuwa umemchoka sana kwenye kipengele cha ushiriki wa tendo la ndoa, lakini siku mkakutana ndani ya miaka 2 toka mlipoachana na mkashiriki tendo la ndoa, mnaonaje ile ladha yake? Yaani kama mpya, kama mmekutana leo vile. Napenda kuelezea kwa mifano halisi. Huo ni mfano halisi. Ushiriki wa tendo la ndoa mara kwa mara unapoteza mvuto, unakuwa unamchoka mwenzio. Hivyo unatakiwa muwe mnakaa kidogo kisha mnashiriki tena tendo la ndoa. Mtanishukuru sana. Kwani mpenzi wako unakuwa unamuona ni mpya kama umekutana naye leo. Nifikie mwisho wa kipindi chetu kifupi cha mahusiano na maisha ya ndoa. Tukutane tena siku nyingine. Sasa nyie chimpanzii mnaotumia simu za mkopo, nyie, leo naomba kipindi kikiisha mlipie ili kesho tukutane tena. Pia nisisahau kuwakumbusha nyie mliolipa keshi, kama unatazama kupitia YouTube, naomba ubonyeze ka button ka subscribe. Kama unatazama kupitia Instagram, TikTok na Facebook, naomba mnifollow. Asante. Tukutane tena wakati